Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, waheshimiwa hasa katika mtandao wetu wa Mkenya TV, mnapotazama nyinyi ni waheshimiwa wakubwa na nina waenzi na kuwaheshimu bakubwa. Natumai umzima ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi nikueleze yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua moja kwa moja. Kuna habari mbaya ambayo imeweza kuonga ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan ambayo sio nzuri ikilinganishwa na vile hali ilivyo katika taifa la Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuvamiwa, na katika kanda hii nitakuwa na kueleza ni kivipi amevamiwa Suluhu Hassan. Naomba tukaweze kulifuatilia kwa sababu hii kanda naileta chini ya dakika 10. Mapema wiki hii Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania aliweza kuwasilisha ujumbe wake kupitia makamu wa rais ambaye anaitwa Emmanuel Nchimbi, ambaye aliweza kumwakilisha Samia Suluhu Hassan, huku akisema serikali ya Samia Suluhu Hassan ipo tayari kwa mazungumzo na maridhiano katika taifa la Tanzania ili kuwaleta pamoja viongozi wa mrengo upinzani na Watanzania wote kwa ujumla ili kuleta amani katika taifa la Tanzania. Kuna wale ambao hawakufuatilia wakati tulileta uchanganuzi huo. Hivi ndivyo makamu wa rais Samia Suluhu Hassan ambaye anaitwa Emmanuel Nchimbi aliweza kuzungumza, kisha baadaye nikirudi nitakuwa na kueleza ni kivipi ameweza kuvamiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tumsikize makamu wake Emmanuel. Lakini ni dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hao wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na dunia. Baada ya kuhitaji msaada wa amani kutoka mrengo upinzani na watu wote kwa ujumla, wananchi wa Tanzania kuridhiana kuwa na mazungumzo ili kuleta utulivu katika taifa la Tanzania, Samia Suluhu Hassan ameweza kuvamiwa ghafla. Ni kivipi ameweza kuvamiwa? Kabla nizame kwa undani, unapoendelea kutazama hii kanda mahali popote ulipo na shukuru. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, maybe unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, tazama hapa chini kuna kitufe ambacho kimeandikwa subscribe. Lakini unapotazama ikiwa umeandikiwa subscribed, usiponyeze tayari wewe ni subscribe. Asante kwa kuzidi kunipiga jeki na barikiwa tena zaidi. Lakini ikiwa umeandikiwa subscribe inamaanisha hauja subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda wakati wowote ule tunapoziweka mpya, utakuwa unapokezwa notification ya kufahamisha kwamba tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Asanteni sana kwa kutii ombi langu, barikiwa tena zaidi na Mwenyezi Mungu. Karibu nikufahamishe kwa undani. Sasa Samia Suluhu Hassan amevamiwa kivipi? Askofu wa kanisa la Kikatholiki nchini Tanzania ambaye anaitwa Ruwaichi ameweza kumvamia Samia Suluhu Hassan, huku akisema hivi, tusikize. Katika masimulizi yanaendelea, wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani, wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Hilo halionyeshi sura ya Tanzania hata kidogo, na hilo halina maelezo, hilo halina msamaha, ni chukizo mbele ya Mungu. Tanzania tumepoteza muono wa haki, na mara nyingi katika mazungumzo yetu tunazungumza juu ya amani lakini hatuzungumzi juu ya haki. Sasa hakuna amani bila haki, hilo mliweke sawa vichwani mwenu. Ndugu zangu wapendwa, taifa letu limejeruhiwa na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri wiki ya uchaguzi mkuu. Matamshi hayo ni waskofu wa kanisa la Kikatholiki ambaye anaitwa Ruwaichi ameweza kumvamia Samia Suluhu Hassan, huku akisema ya kwamba baada ya kuhitaji mambo ya mazungumzo na maridhiano,
Tanzania imepoteza watu kupitia kupiwa risasi. Maafa, yani wale ambao waliweza kuangamia wakati wa maandamano. Maafa hayana msamaha. Umesikiza vile amesema? Maafa hayana msamaha licha ya kuhitaji mazungumzo. Maafa hayana maelezo. Hilo ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Akaongeza huku akisema ya kwamba haki na hekima inahitajika. Haki na hekima inahitajika, wala sio kutuambia mambo ya mazungumzo. Amani sio haki. Yani wakati mazungumzo yanafanyika ndio ni kuleta amani. Lakini amesema amani sio haki. Analenga nini? Haki itendeke kwa wale ambao waliweza kuadhirika. Sawa? Amesema hakuna amani bila haki. Yani hata tukizungumza, tukiwa na mazungumzo, hakutakuwa na amani pasipokuwa na haki kutendeka. Umesikiza vile askofu huyu ameweza kumvamia Samia Suluhu Hassan. Now, I want to put this into perspective so that we can understand what is really happening in Tanzania. Matamshi ya askofu yanamaanisha nini? Number 1, haki itendeke kwa familia zile ambazo ziliweza kuadhirika kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa Tanzania. Kivipi? Wale ambao waliweza kupoteza wenzao, serikali iwaangalilie. Wale ambao waliweza kujeruhiwa wakiwa kwa hospitali mbalimbali kupokezwa matibabu, serikali iwaangalilie. Na haki iweze kutendeka, maybe fidia iweze kutolewa ili kutuliza mambo haya. Ndio tunaweza kuitana kwa meza viongozi wa mrengo upinzani, tuzungumze, ndio tukubaliane ni kipi, wewe kata hii nyama, enda na hii, enda na hii, enda na hii, enda na hii. Lakini haki bado haijatendeka kwa wale ambao waliweza kupoteza maisha yao, na wale ambao waliweza kujeruhiwa, na wale ambao wanaendelea kuua katika baadhi ya mahospitali wakiwa kwa vitanda. Hiyo ndio anazungumzia. Haki itendeke kabla ya amani hiyo ambayo mnazungumzia. Number 2, matamshi hayo yanamaanisha nini? Ikubaliwe kwamba polisi waliweza kutumia nguvu zao zaidi. Najua kuna baadhi ya wale ambao waliweza kufiatuliwa risasi. Nguvu ziliweza kutumika tena zaidi kwa wananchi wa nchi husika, wala sio majambazi, sio Al-Shabaab, lakini nguvu ziliweza kutumika zaidi kwa wananchi wa nchi husika. Demokrasia, watu wakiandamana wanalalamikia kuna kile ambacho wanahitaji kufanyiwa. Lakini wakati risasi zinatumika, ni ishara tosha kwamba nguvu ziliweza kutumika. Ni jambo ambalo serikali inastahili kuangalia kwa undani ili kutoa ushauri wakati wa maandamano yawe ya amani. Kulingana na Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo Tanzania, ambacho ni cha Tundu Lissu, kiliweza kukiri kwamba ama kudai kwamba zaidi ya watu 1000 waliweza kuangamia kupitia maandamano yaliyofanyika nchini Tanzania. Na nimeona baadhi ya marais wakisema haiwezekani rais kupata asilimia zaidi ya 98 wakati wa uchaguzi, haswa ikiwa kuna demokrasia ambayo inazingatiwa. Kumaanisha Samia Suluhu Hassan, rekodi ambayo aliweza kuandikisha kwa kujizolea kura milioni 31.9 ni jambo ambalo liko na question mark. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Na if you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider
subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we uploaded the video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Obokenya TV. People, let's meet in the next video. Bye bye.